Cleopatra akaja na kumtia kibao Annabeth. Hivi una matatizo gani wewe? Kwa nini unampiga kofi? Kwa hiyo unataka kunipiga, si ndio? Kwa hiyo unataka kunipiga kwa sababu ya hii bidhaa chafu? Yaani William, nashindwa kukuelewa kitu gani unachokitafuta kwa huyu kimbao mbao. Au kashakupatia? Naomba usinitukane. Mara nyingine ukirudia nitaharibu sura yako. Huwezi kunifanya chochote William. Na unisikilize wewe Annabeth. Nikikuona tena na mwanaume wangu nitakuua. Annabeth akawa anaogopa kusikia atauliwa. William akamfuata Annabeth na kumshika mkono na kuondoka naye. Cleopatra akawa anashangaa, dharau gani hii? Tena anamuonyesha mbele ya Annabeth. Cleopatra akawa anamuita William, lakini William akajifanya kama kiziwi. Hebu niachie huko. Dishi limeumba Octavia moja kwa moja akaingia ndani. Annabeth alipoleta chakula mezani, kwani wewe ni kipofu? Huoni kama umenikanyaga? Nisamee. Sitaki msamaha wako, potea huko. William akamuuliza, kwa nini usimwambie kwa upole? Siwezi kufanya kwa huyu malaya. Kisha akachukua sahani ya chakula na kufunua. Alichokiona kwenye sahani akakuta wali kuku. Akaita kwa sauti kubwa, Annabeth! William anamwangalia tu. Annabeth! Alipokuja akamwambia, huu ni uchafu gani ulionihudumia? Ni chakula madam. Kichwa chako kina akili kweli? Akamuuliza, au hutaki kupika tena? Akamwambia Annabeth, ni mara ngapi nakwambia mimi nina areji na vitunguu, na kumwambia kitoe chakula mezani. Alipokitoa chakula mezani akamuuliza mchumba wake William, mbona wewe umekaa kimya usemi chochote? Cleopatra akakasirika na kupanda juu akimwacha William akiendelea kula. Octavia akamwita mwanasheria kwenye gari yake na kumwambia William ana original copy, anasema aliachiwa na baba yake, hivyo kwa sasa ananitia stress, hata sijui nifanyeje, nachanganyikiwa. Mwanasheria akamwambia usiwe na wasi, ya kwako ni original na ina sign, hivyo usiwe na haraka wala pupa. William anarudi nyumbani kwa hasira akimwita Octavia alipokuja akawa anamwambia, nani huyo anapiga kelele kwenye nyumba kama tuko sokoni au barabarani hivi? Akamuuliza, sheria ulizoziweka kwenye ofisi zina maana gani? Mbona sijajua unazungumzia nini? Umewaambia askari wasiniruhusu niingie kwenye kampuni ya baba yangu. Nilishakwambia ile kwa sasa ni kampuni yangu, nilishakwambia ile kwa sasa ni ya kwangu na mimi ndio mwenye mamlaka. Kwa hiyo unataka kujua upande wangu wa pili, si ndio? Wewe utanifanya nini? Bado kijana mdogo, na nashangaa umepata wapi nguvu za kufoka na kunyanyua mbawa zako. Hebu niangalie usoni vizuri, wewe unaweza kunifokea mimi? Baba yako kanikabidhi kila kitu, hivyo usinipangie cha kufanya. Haitoweza kutokea, labda niwe nimekufa. Mali zote ni za kwangu. Octavia akawaka na kumwambia, usijaribu tena kwenda ofisini, la sivyo nitakuletea polisi wa kukamate na kukuweka ndani. Kisha Octavia akaondoka zake. William akawa bado anapinga na kumwambia, nitakuonyesha kwa nini mende anakaa chooni. Anarudi chumbani kakasirika. Cleopatra anamuuliza, tatizo nini? Mbona kelele? Octavia amenikataza nisiende ofisini mwa baba yangu na akasema nikienda ataniitia polisi. Cleopatra akamwambia, nimechoka na hizi drama, kwa nini tusirudi Marekani tukafurahie maisha? Kwa hiyo unataka nisahau kila kitu na ulisi wa baba yangu nirudi na wewe Marekani, si ndio? Umejaribu kila njia umefeli, bora turudi Marekani, huko tutakuwa na furaha. William akaona kumbe nipo na boya tena kichwa maji na kuamua kuondoka zake, maana hana ushauri wowote. William akawa bustanini kajaa mawazo, haelewi atafanya nini, hana wa kumshauri. Annabeth akamfuata paka alipo na kumsalimia na kumwambia, nimepata plani ya kutatua tatizo. Wakati wanazungumza, Cleopatra akaja na kumtia kibao Annabeth. Hivi una matatizo gani wewe? Kwa nini unampiga kofi? Kwa hiyo unataka kunipiga, si ndio? Kwa hiyo unataka kunipiga kwa sababu ya hii bidhaa chafu? Yaani William, nashindwa kukuelewa kitu gani unachokitafuta kwa huyu kimbao mbao. Au kashakupatia? Naomba usinitukane. Mara nyingine ukirudia nitaharibu sura yako. Huwezi kunifanya chochote William. Na unisikilize wewe Annabeth. Nikikuona tena na mwanaume wangu nitakuua. Annabeth akawa anaogopa kusikia atauliwa. William akamfuata Annabeth na kumshika mkono na kuondoka naye. Cleopatra akawa anashangaa, dharau gani hii? Tena anamuonyesha mbele ya Annabeth. Cleopatra akawa anamuita William, lakini William akajifanya kama kiziwi. Cleopatra akachanganyikiwa, bidhaa chafu inathaminiwa kuliko yeye. Octavia akaenda kukutana na mwanasheria tena na kumwambia, nafikiri tutumie plan B. Plan B hipi? Mwanasheria akamuuliza. Octavia akarudi nyumbani kwa uchangamfu na kumsalimia William na kumwomba wazungumze. Octavia akamwambia, sio siri, nimechoka na vurugu za humu ndani. Kiukweli najisikia vibaya. Najua baba yako kaandika urithi mkubwa kwangu, lakini najisikia vibaya jinsi tunavyoishi humu ndani. Kiukweli sipendi hii hali, nahitaji amani. Kwa hiyo naomba tuweke sawa mambo yetu na tuishi kwa amani. Kwa hiyo unahitaji amani kwa haya unayoyafanya? Ninachomaanisha tuweze kuendesha kampuni pamoja. William akawa anakataa kwa kutikisa kichwa na kuambia, haiwezekani. Baba yangu hawezi kukupa urithi wa namna hiyo. Kwanza hajakuoa, mlikuwa mna date tu, lakini tulipendana sana na tulielewana. Kisha akamwambia, kama unataka kuchukua mali zote sawa, na kuahidi sitogombana tena na wewe. Chochote utachoamua kunipatia mimi niko tayari. Kisha akamuuliza, Annabeth yuko wapi? William hakumjibu chochote. Octavia akanyanyuka na kumwita Annabeth ili aje sebuleni. Annabeth alipokuja akamwambia, nataka ututengenezee chakula kizuri
nzuri kwa ajili ya kusherekea maridhiano yetu mimi na William. Ukimaliza kuandaa chakula utanishtua, maana mimi naenda kulala. Octavia alipoondoka, Annabeth akamuuliza William kwa ishara, mbona sijui kinachoendelea? Wakati Annabeth anaendelea kufanya usafi wa mezani, Octavia akamuita chumbani kwake. Annabeth alipofika akamwambia, naomba uniletee champagne na glasi 2. Annabeth kabla ya kuondoka akamwambia, chakula chako kiko tayari. Akamwitikia sawa, nimekuelewa. Octavia akawa anachezea simu. Annabeth akainama na kuchukua funguo iliyokuwepo kitandani bila Octavia kuona, kisha akaondoka zake. Kumbe kwa chini William akawa anamsubiri Annabeth amletee hiyo funguo. William baada ya kupewa funguo akatoka nayo haraka haraka nje na kufungua mlango wa gari na kuingia kwenye gari. Sijui ameenda kufanya nini. Annabeth akamletea champagne Octavia, akamwambia weka hapo kitandani na kumwambia nenda ukamwambia William aje. Annabeth akaenda kumuita William. Wakati William anapandisha ngazi, Octavia akatoa sumu kwenye pochi yake na kuweka kwenye glasi ya William, kisha akamiminia champagne na yeye akajimiminia. William alipoingia, Octavia akamsogelea taratibu na kumwambia inabidi tusherekee maisha mapya kabla ya kwenda chini kupata chakula. Alipoichukua glasi William, Octavia akagonga glasi na kumwambia hongera kwa maisha mapya na mwanzo mzuri wa upendo na amani. Wakati wanakunywa, glasi ya William ikadondoka chini na glasi ikapasuka. Octavia akawa analalamika, imekuwaje sasa? Umedondosha champagne. Akamwambia itakuwa ni bahati mbaya. William akaweza kutoka kwenye mtego wa kunywa sumu. Wakiwa mezani wanakula, Octavia anaonekana mwenye furaha sana kuliko siku zote. Akawa anamwambia William, kiukweli mimi napenda amani, yani hapa najisikia furaha tu. Wakati wanaendelea kula na kupiga story, Cleopatra naye akawa anashuka ili na yeye apate chakula. Akashangaa kuona paka na panya wakiwa meza moja. Kitu gani kinaendelea hapa? Yaani nyie mnakula bila hata ya kuniita? Kwa hiyo hivyo ndivyo mlivyoamua kunitendea? Cleopatra, naomba unyamaze. Huwezi kuninyamazisha wewe. Hebu nyamaza huko, kwani una matatizo gani? Hivi unajikuta nani? Na nani unayempandishia hiyo sauti yako? Unahisi kuna mtu anayelingana na wewe hapa? Unapiga kelele tu kama mtu aliyepandwa na kichaa, au kwa sababu tumekukalia kimya? Sikiliza, kama huwezi kufunga mdomo wako, ni bora ukae na ule chakula tu. Mimi sikuwa naongea na wewe. Alafu toka lini umeanza kukaa meza moja na mchumba wangu? Cleopatra kakasika akamwambia William, na kusubiri juu ukimaliza iko chakula, kisha akaondoka zake. Octavia akamwambia William, inabidi umfunze adabu mwanamke wako, atakuaibisha mbele za watu. William akamuuliza, kwa nini unayafanya haya yote? Mbona sikuelewi? Akamwambia, najua ulijaribu kuniwekea sumu. Jesus, nakemea kwa jina la Yesu, mimi siwezi fanya kitu kama hicho hata mara moja. William akamwambia, usiongee sana, nina ushahidi nataka nikusikilizishe. Ulivyokuwa unaongea na mwanasheria, simu yangu niweka kwenye gari lako na ikarekodi kila kitu mlichopanga mkiwa kwenye gari. William akaplay sauti ambapo Octavia alikuwa anamweleza mwanasheria ni bora amuue William, la sivyo atakosa utajiri alioutaka siku zote. Mwanasheria akawa anamkataza, lakini Octavia akapa lazima amuue William. Octavia akamwambia hii lazima itakuwa AI. Octavia akawa anajitetea. Annabeth akaja na kumwambia, wewe ni mwanamke mbaya sana. Chifu alikupatia chochote ulichotaka, lakini ukulizika, ukawa na tamaa, na nilishuhudia ulivyomuua. Wewe unadhani sikukuona? Kumbe Annabeth alimuona na kugundua kuwa na mapenzi ya dhati, bali tamaa za mali kutoka kwa chifu. Watoto 2000, hii movie ni kwa ajili yenu. Tamaa mbaya, bora upambane mwenyewe kuliko kuingia kwa watu msiowapenda kwa ajili ya kutaka utajiri. Matokeo yake huwa ni aibu. William akamwambia, sitaki kusikia maelezo yoyote kutoka kwako. Panda juu na uchukue vitu vyako na uende. Kisha akamwambia, wewe huna kitu kwenye hii nyumba, vyote umepewa na baba yangu na hakuna ulichompa. Lakini nilimpa mapenzi. Mapenzi gani uliompa baba yangu wewe? Basi sawa, ngoja nikachukue funguo ya gari langu. Akamwambia, huna gari lolote katika hii nyumba, kila kitu ni cha baba yangu. Lakini alinipatia. Alikufanyeje? Akawa anamwomba Annabeth amtetee, lakini William akamfukuza na kumtoa nje. Octavia kwa tamaa akakosa vyote. Cleopatra akaja kwa furaha mpaka kwa William na kumwambia, fadhali iwe shetani kaondoka, sasa utakuwa muda wetu mzuri wa kuenjoy na kupata kila siku, na ule uchafu Annabeth anatakiwa aondoke, atuache tufurahi wenyewe. William akamwambia, yani wewe muda wote unawaza kupati tu na kuniomba hela za shopping, huna mchango wowote. Kwa hiyo mimi sina mchango wowote, nimeacha wazazi wangu, nimeacha shule ili nije kuenjoy na wewe, unasema sina mchango wowote? William akamwambia, nimekukatia tiketi ya ndege uondoke, na hii ni amri sio ombi. Cleopatra akasema sawa, kwanza nyumba yenyewe mbaya, mimi nitaondoka na kukuacha na kimbaumbau wako. Akaingia chumbani kwake na kupanga vitu vyake kwenye begi na kuamua kuondoka zake na kurudi nchini Marekani. Huku nyuma William akamwahidi kumsomesha Annabeth mpaka amalize masomo yake nchini Canada, kisha watajua nini kifuatacho ITV. Na huo ndo mwisho wa hii movie inaitwa Stolen Legacy. Usisahau kuweka comment hapo chini kama umejifunza chochote kupitia hii movie, na kama hujajifunza pia weka comment yako hapo, na kama una ushauri pia weka pia, ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix.